Nataka nizungumze kwanza unafiki hapa. Unafiki mwingine ni wewe kudai ni Mkristo huku moyoni mwako unajua wewe sio Mkristo. Wako wachungaji wengi wanafiki ambao wanawaambia maneno ya ambayo si ya Biblia na kuwaaminisha ni maneno ya Mungu, huku wao wakijua sio maneno ya Biblia. Lakini wakiwaambia ukweli mtasikia. Wakikwambia mwanamke haupasi kuvaa suruali, utasikia. Wakisema mwanamke haupasi kuwa shemazi, utasikia. Katika ulimwengu wa utandawazi. Hasa kwa sababu mnapenda suruali, watawaambia Mungu anaangalia ndani, haangalii nje. Haangalii mavazi. Ili muendelee kuja, mtoe sadaka zenu, mtoe zaka zenu. Huo ni unafiki wa watu wasemao uongo huku wakichomwa moto. Wachungaji wanajua. Enyi wachungaji, enyi walimu, waambieni watu ukweli. Kile kitu ambacho Biblia imekataza. Mwambie mtu ukweli. Ezekiel amesema waambie ukweli bila kujali watasikia au hawatasikia. Huo ni wajibu wa wewe unayefundisha. Usiwape watu Roho Mtakatifu. Mchungaji hawezi kukupa Roho Mtakatifu. Kanisa lako haliwezi kukupatia Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni ishara. Roho Mtakatifu ni ishara ya kukubaliwa na Mungu. Kukubali wewe ni mtoto wake. Kuikubali imani yako. Wakati Ibrahim imani yake ilipothibitika, Mungu akampa ishara, ambayo ile ishara ilikuwa ni agano la tohara, ambayo ilikuwa ni Roho Mtakatifu. Kupewe Roho Mtakatifu kanisani kwenu. Kupewe Roho Mtakatifu na mchungaji. Ila mchungaji anapaswa kukufundisha na kukuongoza namna ya kumpokea Roho Mtakatifu. Sasa kwa unafiki, watu wasema uongo, wakichoma moto dhamiri zao wenyewe, anakuaminisha umeokoka ili hali haujaokoka. Hata toba haujawahi kufanya. Nakumbuka kwamba toba yenyewe hujawahi kufanya, ulitubishwa. Uliambiwa sema baba yetu, nimekosa, nisamehe. Wewe mwenyewe hujawahi kutubu. Ukristo wako umewekwa uko chini ya msingi wa toba ya mtu mwingine. Petro wakati anawahubiria, walipochomwa moto dhamiri zao wenyewe, Petro aliwapa maagizo ya kwenda kutubu. Sio kuwaongoza sala ya toba. Sio kuwaongoza. Hutaipata mwongozo wa sala ya toba katika Biblia. Hatuwaongozi watu sala ya toba, kuwasalisha sala ya toba. Watu wanapaswa kutubu dhambi zao, kwa sababu toba inaanzia ndani. Unakiri ulichokifanya na kuahidi hautakifanya, unakijutia. Sasa mimi nakuja kukwambia, wewe umekuja una makosa mengine mengi. Una dhambi nyingi ambazo sizijui. Nakwambia unataka kuokoka, ndio. Sasa sala ya toba na kusema toba. Unaanza ninakwambia nisamehe, niliiba. Pengine ukuwahi kuiba katika maisha yako. Nilizini. Hujawahi kuzini katika maisha yako. Hutajutia kuiba.
na hivyo hautakuwa na ondoleo la dhambi. Wako watu wengi ambao wanasali na hawajapata ondoleo la dhambi kwa sababu hawajawahi kuamini, hawajawahi kutubu, hawajawahi kubatizwa. Petro aliwaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja wenu kwa jina la Yesu Kristo mpate ondoleo la dhambi zenu. 3:17 Matendo anasema kwamba tubuni ili kwamba dhambi zenu zipate kuondolewa. Sio njoni tuwatubishe, ila ni tubuni. Sasa kwa unafiki wa watu wasemao uongo, walipoiacha imani wakawaletea kitabu cha sala kidogo cha kuwakalilisha maneno ya kutubu, hutaipata hiyo. Mhubiri anapaswa kuhubirie. Ukishachomwa dhamiri yako ukafanye toba, na hiyo toba ndio ina maana. Ukishafanya toba, hatua inayofuata ukabatizwe kwa jina la Yesu Kristo. Manake ukifanya toba na usibatize kwa jina la Yesu Kristo, hutapata ondoleo la dhambi zako. Mungu akusaidie kwamba wakati huu wa dhihaka, wakati huu wa watu wakidhani, wakichukulia, unajua shida kwamba watu wanaenda kanisani kwa sababu yuko ndugu fulani ndani kanisani pale. Hataki kuonekana yeye sio mwenda kanisani. Hataki kuonekana yeye sio mtu anayesali. Hataki kuonekana yeye hana dini. Kwa watu wanaenda ili apate dini, sio ule ukombozi, sio ile huduma ya Yesu ya ukombozi. Sipingi mtu kwenda kanisani, unapaswa kwenda kanisani, lakini iliko zaidi. Unapokwenda kanisani liko jambo ambalo tunapaswa kuitegemea. Ndio maana kuna makanisa mengi, kuna watu, jamii ya Wakristo wengi, na maovu mengi yakiendelea. Ulimwengu ungekuwa namna gani kama wote wanaokiri kwao ni Wakristo wangekuwa Wakristo? Kesi za ubakaji zingetoka wapi? Ikiwa anayekiri ni Mkristo kweli, yeye ni Mkristo, sio mwenda kanisani. Changamoto za ulawiti zingetoka wapi? Ikiwa wanaokiri wa Kristo wamezaa watoto wa Kristo, kwa sababu mimi nikiwa Mkristo ninawajibika na kwa watoto wangu kuwafundisha imani, wawe wa Kristo. Kwa nini tuna uchotara mwingi? Kwa sababu tuna wanadini, tuna dini iliyopatana na ulimwengu. Tabia, nyimbo za kipagani zinapigwa makanisani. Madansi ya kimziki yanapigwa kanisani. Wale wanaoimba, waimbaji, anapita mbele ya madhabahu ana kisuruale kimembana, ni mwimbaji, ni mhudumu kanisani huyo. Huo ni mzaha zidi, huo ni utani, huo ni unafiki. Unafiki wa watu wasemao uongo ni kujitenga na imani huko. Biblia inasema kwamba mvae mavazi ya kujistiri. Unajistiri Jumapili tu. Kuanzia Jumatatu mpaka Jumamosi haupo kwenye kujistiri. Huo ni unafiki. Ni unafiki. Na moyo wako unajua huo ni unafiki. Huwezi kuniambia una Roho Mtakatifu katika hali hiyo. Na huwezi kuidanganya Biblia kama una Roho Mtakatifu.
Kijana, Jumapili tu upo kwenye suti, Jumatatu mpaka Ijumaa upo kwenye vipenzi, upo club, upo kwenye madansi. Huwezi kuniambia, huwezi kusema wewe ni Mkristo. Ndio maana matukio hayataisha. Sasa upo dansi, kule kuna wanawake wazinzi wamevaa nguo, na wewe ni mwanadamu. Wewe ni mwanadamu ambaye una macho yanaona, unaona wanawake, unabambiana na wanawake kule kwenye bar club, kwamba nimeenda tu kunywa soda club, nimeenda tu kula chakula cha mchana bar. Wanapita huko walevi, wazinzi, nguo zimebana huko mpaka saa 6 usiku. Unadai ni Mkristo. Mwili utakushinda. Utaingia kwenye kesi kama kanisa wengine. Tunapata kesi za masheku lawiti, tunapata kesi za mapadri kutembea na watoto wa Sunday, wachungaji kupata katika hatia za uzinzi. Kwa sababu gani? Kwa sababu hizo. Huo ni unafiki, kujitenga na imani. Chanzo cha mambo hayo ni kujitenga na imani. Na chanzo cha kujitenga na imani, nadhani kwambie, ni mizaha. Ni utani ambao unausikia leo, kesho utausikia. Ni ile kudhani tu ya kwamba upo kanisani kwa ajili ya jambo fulani, sio ukombozi wako. Yaani hauhusianishi ile imani yako na ukombozi. Kwa sababu ili wawapate wengi, kwa sababu mna shida za fedha, wataambia njoni muombewe upate fedha. Utapata fedha, utapata utajiri, utapata mali nyingi. Lakini ukombozi wa nafsi yako, ndugu yangu, dada yangu, ni muhimu. Yesu alisema, msiwaogope wanaoua mwili, bali waogopeni wanaoua roho. Anayeua roho leo ni nani? Ni yule anayekufundisha kile ambacho Mungu hakumwagiza kufundishe. Hakumwagiza kufundisha. Hakumwagiza kufundisha. Mungu ana nafsi tatu. Wapi? Ni Biblia. Umeiona? Nafsi tatu za Mungu wapi? Toka Agano la Kale anasema, mimi ni Mungu mwenye nafsi, kwa nafsi yake nikaapa. Waebrania inasema kwamba, Biblia inasema kwamba wakati Mungu anataka kumwapia Ibrahimu, kwa sababu hapakuwa na mkubwa zaidi yake wala wa kumwapia mwingine, aliapa kwa nafsi yake. Leo unakuja kusema kwamba alikuwepo mdogo, alikuwepo anayekaa na sisi leo, yuko mbinguni mwingine. Nafsi tatu za Mungu unazungumza. Na unapozungumza nafsi tatu za Mungu, unazungumzia watu watatu tofauti. Hiyo ni kujitenga na imani. Walipojitenga na imani, hiyo kitu ikaja. Sasa nilikuwa nazungumza kuhusiana na unamwabudu Mungu kwa taratibu zake, sio taratibu zako. Hapa anasema hivi. Anasema hivi. Mstari 3. Wakiwazuia hawa watu walitenga imani, wakiwazuia watu wasioe. Wakiwazuia watu wasioe, kwamba njia ya kumtumikia Mungu ni kutokuoa, na kuwaamuru wajiepushe na vyakula. Tuliweka sawa hapa. Wako sehemu ambapo kuna wakati ambao Mungu aliwafundisha watu kumwabudu yeye kupitia mifano ya vyakula.
Israeli waliambiwa hivi, waliambiwa msile mnyama asiyecheua. Ni utaratibu wa Mungu kumwabudu wakati huu, na ikiwa na maana msile mnyama asiye na kwato 2, msile samaki asiye na magamba. Sasa huo walipewa utaratibu na Mungu mwenyewe. Hapa Paulo anasema hichi kitu kwamba wako watakaojitenga na imani, na hao watakaojitenga na imani watawazuia watu wasile vyakula ambavyo viliumbwa vipokewe kwa shukrani na hao na walio na imani wenye kuijua hiyo kweli. Sasa je, Paulo anapingana na imani ya Kiisraeli? Hapingani. Uko utaratibu. Zama za mifano ya vyakula ziliisha kwa Israeli. Chakula leo hakihusiani na ukombozi wako. Hakihusiani. Hakuna uhusiano kati ya chakula ya kula samaki mwenye asiye na magamba na huduma ambayo Yesu alikuja kuifanya. Israeli walitakiwa kufanya hivyo kama alama ya kutambulisha ukombozi. Kwamba samaki asiye na magamba ni mtu gani? Samaki asiye na magamba ni mtu mjanja. Hataki kuchubuliwa, hataki kuambiwa ukweli. Ndio maana hapa anasema kwamba vilivyoumbwa na Mungu vipokewe na watu walio na shukrani na hao walio na imani wenye kuijua hiyo kweli. Ipo kweli katika vyakula. Kweli ni ipi? Petro wakati analetewa kisahani kimejawa na wanyama wa kila aina, kaambiwa Petro, chinja ule. Kaambia hapana, mimi ni Myahudi, siwezi kula vitu najisi. Mungu akasema, nilivyo vitakasa usiviite wewe najisi. Manake ni kwamba Israeli hawakupaswa kuchangamana na wala nguruwe. Israeli hawakupaswa kufanya, walijitenga na wala samaki wenye magamba. Ndicho ambacho Petro alimaanisha kwamba usiwezi kula vitu vinajisi. Kumbuka ilikuwa ni huduma kwenda kwa mataifa, akawahubiria watu wa nini? Wa mataifa. Anaenda kuchangamana na wala nguruwe, wala samaki wenye magamba, wasio na magamba, wala wanyama wasio na kwato, wala wanyama wasio cheua. Kwamba ninyi msiokula na hawa walao wote wamepokea huduma ya Yesu Kristo. Hiyo huduma ya Yesu Kristo ya ukombozi haihusiani tena na vyakula. Kwa wote wamepokelewa.
Sasa inapokuja kujitenga na imani, Paulo anasema wanaendelea kuwakataza watu wasile. Huko ni kujitenga na imani. Kwa hiyo huduma ya Mungu leo, jinsi ya kumwabudu Mungu leo, haihusiani na vyakula. Okay? Naomba nimalize kwa kusema hivi kwamba nilikuwa nazungumza tuongeze umakini ule ule wa kumtafuta Mungu. Dunia hii ni ya pili. Kizazi cha Nuhu, kabla kizazi cha Nuhu hawaishi, waliteketea na dunia yao. Sasa mrejea kwa maneno ya Petro. Mtume Petro anasemaje? Anasema hivi: lakini wapenzi, msilisahau neno hili kwamba kwa Bwana siku moja ni kama miaka 1000 na miaka 1000 ni kama siku moja. Msione kwamba Mungu amechelewa sasa haji. Msione kwamba Yesu Kristo amechelewa sasa haji, mkapumbazika. Msipumbazike. Wakristo, endeleeni kumtafuta Mungu. Msipumbazike na dunia. Msipumbazike na mitandao. Msipumbazike na mahubiri ambayo yanawatoa kwenye usafi wa neno la Mungu. Ndiyo, mahubiri leo yanatoa watu kwenye usafi. Ile kujali kwamba nafasi ya mwanamke ni hii, nafasi ya mwanaume ni hii, haipo tena. Kwa sababu tunaishi katika ulimwengu ambao ni wa hivyo. Sasa wewe Mkristo haupasi kuwa hivyo. Mkristo anapaswa kujua ziko nguo za mwanaume na ziko nguo za mwanamke. Mkristo anapaswa kujua hivyo. Mkristo anapaswa kujua kwamba inampaswa kubatizwa kwa jina la Yesu Kristo. Uambie hivyo watu wako, wabatizwe hivyo. Mkristo anapaswa kufundisha na kujua kwamba yuko Mungu mmoja mwenye nafsi moja. Mkristo anapaswa kujua hivyo. Na wewe unataka kujifunza Ukristo, unapaswa kujua hivyo. Ukifundishwa nafsi tatu za Mungu, unafundishwa miungu ya Kirumi. Inafundishwa ibada za sanamu za Kirumi. Haijalishi utanena kwa lugha, katika minajili ya kuamini nafsi tatu za Mungu, umefundishwa imani yako kwa kuanzia ipo chini ya msingi wa ibada za Kirumi, ambazo katika ibada za Kirumi huko ndiko tumetoa Krismasi ya mwezi wa 12. Katika ibada za Kirumi tumetoa Pasaka ya mwezi wa 4. Ibada za Kirumi ziliharibu kila kitu. Katika ibada za Kirumi za kipagani, Rumi ya kipagani yazungumzia, ndiko ambako tumetoa miungu watatu na tukabatizwa kwa utatu katika ibada za Kirumi. Unataka kujifunza Ukristo, unapaswa kusoma Biblia. Huduma ya Martin Luther ina maana sana. Leo hii ina maana sana. Inawezekana wanaoamini imani ya Kiluteri wasijue hivi, kwa sababu Martin Luther, wafuasi wake walipostaki wakashindwa kuendelea na huduma nyingine ya John Wesley, wakatengeneza dhehebu la Waluteri. Lakini imani ya Kiluteri, imani ya Luther ilikuwa inawataka watu, Mkristo asiishie kuambiwa
Mkristo asome. Ndio maana Biblia zilichapishwa. Wale wa zamani Biblia zilisambazwa mashuleni. Watoto walifundishwa kusoma Biblia. Leo hii watoto wanafundishwa kucheza muziki, kucheza dance. Wanafundishwa habari za kizinzi kabisa. Hakuna tena kukalilishwa kwa maandiko watoto. Mtoto mdogo ndio anakalilishwa Biblia, maandiko. Akuwe akijua hapaswi kuzini. Akuwe akijua hapaswi kusema uongo. Akuwe akijua anapaswa kumheshimu baba yake na mama yake. Akuwe akijua anapaswa kuwa Mkristo. Akuwe akijua ya kwamba ana mwombezi, anapaswa kumwamini Mungu. Leo hii mtoto akizaliwa tu anawekewa mdoli. Akuwe akijua kuna midoli. Akuwe akijua kuna kuvaa suruali, anavalishwa suruali mtoto wa kike. Akuwe akijua hamna haja ya uadilifu wa nywele, mwanamke anakata nywele zake. Akuwe akijua kuna wasanii wa kike mashuhuri wanaojua kuimba nyimbo za muziki singeli. Watoto wanafundishwa haya. Ni watoto wetu, ni watoto wako. Wasipofundishwa hayo, wanafundishwa huko mashuleni. Uko wajibu. Uko wajibu kutoka katika mizaha na kurejea uhalisia kwamba dini haiishii tu kuwa na mchungaji wako mahali fulani, kusalimiana na mtu kwamba ni Mkristo, na kujitambulisha kwa watu kwamba ni Mkristo, na kujitambulisha serikalini kwamba ni Mkristo, kwamba utaapa kwa Biblia au kwa Qur'ani. Haishi hapo. Haishi hapo. Ukristo unaojua mimi unahusisha maisha yako. Popote unapokuwa kazini, wewe ni Mkristo. Unapokuwa nyumbani, wewe ni Mkristo. Unapokuwa kanisani, wewe ni Mkristo. Unapokuwa barabarani, bado wewe ni Mkristo. Mkristo maana yake wewe ni mtu wa Kristo. Waliitwa wa Kristo, maana yake ni watu wake Kristo. Hawa ni wa Kristo. Israeli walikuwa wa Musa. Kama ungetafuta dini ya Kiisraeli, ilikuwa ni dini ambayo inawarejesha watu kwa nani? Kwa Musa. Na Biblia inasema kwamba walibatizwa wote wawe wa Musa bahari ya Shamu. Leo hii haubatizwi uwe wa Pentecost, haubatizwi uwe wa Methodist, haubatizwi uwe wa AGT, haubatizwi uwe wa TG, haubatizwi uwe Msabato. Hapana, unabatizwa uwe wa Kristo. So unapotaka kubatizwa na kila ubatizo una maana yake. Ukibatizwa kuwa wa Kristo, kuna ubatizo ambao unakufanya kuwa Mkristo, na kuna ubatizo ambao unaishia kukufanya kuwa dini yako. Unabatizwaje? Ni ubatizo ni Mkatoliki. Ndio maana unabatizwa kwa mtu mdogo. Ila ubatizo wa Kristo hauhusishi watoto wadogo. Unakutaka wewe umejitambua, wewe umetubu, kwa sababu ubatizo wa kuwa wa Kristo unahusisha ondoleo la dhambi zako. Ndio maana tunabatizwa kwa jina la Yesu Kristo baada ya kutubu dhambi. Sasa ukibatizwa kuwa baba yupi? Ukibatizwa kwa Baba, Mwana, Mtakatifu, wewe ni wa baba yupi? Wewe ni wa mwana yupi? Maana mwana wako wengi, kuna wana wengi. Baba, kuna mababa wengi. Ila ukisema Yesu Kristo, yuko mmoja. Yuko mmoja.
ambaye huyo ndio anahusika na ukombozi wa dhambi zetu.